Mwani na miguja kwetu mwani mfinyange mama nyani mfinyange. Mtukufu Malikia, punguza jaziba. Wewe ulichokifanya mtukufu umekielewa? Hapana Malikia. Umefikia hatua mimi mtukufu ananifukuza? Nami nakuamini na kutuma. Ndio Malikia. Fuatilia kuna nini kinachoendelea. Sawa Malikia, nitafanya hivyo. Nahitaji majibu leo jioni. Sawa Malikia. Bebe. Makula. Ali. Wewe. Tulia. Leo mnao kuiteza rao geti. Wewe. Bebe. Wengwa. Mora. Hivi karibuni kwa chunga msiku yako hapa. Ndio mugema na dede madongo ngombe bwana. Nimekuja hapo kwa mfalme anamtafuta mtoto wake kwa nje ya ndoa. Eti haya ni ya kweli au la? Mugema. Ndio. Nakuboje manyo kidogo kwa mundu kwa. Hivi? Mimi basi. Lakini waanze. Kwa hiyo unaenda kana kuboje Mugema. Sawa. Onekeni waanze ngono yo wiza atawara. Yogete kututawala, yogete. Itowezekana gereni roho yaya gete. Ndio kuja kutawalwa na nikeni waanze. Sawa, atizori hizo. Chaka. Abe. Natoka wapi? Natoka bondeni kuteka maji. Kweli kuna maji? Kuna maji. Ananichanganya mpaka nashindwa kuona. Sasa. Niambie tu. Wewe gani kazuri? Mbona wazuri ni wengi? Na mimi nakupenda. Hapana, hata siamini maana tumekaa wote kwa mfalme pale, hujawahi kuniambia neno kama hilo. Leo inatokeaje? Sasa nikwambie. Ujue pale tunapokuepo pale kwa mfalme. Kwa sababu unanichanganya wewe. Upo serious na unalozungumza? Haki ya Mungu mtume. Mimi nakupenda. Sawa, ngoja nifikirie, pengine naweza nikapata maamuzi sahihi. Naenda kufikiria kweli? Ndio, naenda kufikiria. Basi sawa, lakini weka kwenye akili yako nakupenda. Sawa, asante kwa hilo. Basi kwa hilo tutaona baadaye. Ulala kwata. Tauawa mimi. Ine Ora ubujumbe wano kabushisha nakabushisha
Akaya kine. Kiukweli ujumbe niliufikisha. Yeye nilizungumza naye. Lakini anachodai mfalme anahitaji binti yake apatikane. Lakini hapa katikati naona kuna machafuko. Kuna watu wanakufa huko. Lakini hii ni damu ya kifalme. Watagombana watu hapa katikati hapa, damu zitamwagika. Ndio ilivyo kabisa. Lakini hangoko botongi. Murashira ubukombe wenu ubo. Utawara ugulibera. Ukobera kungu. Ni damu yenyewe ya kifalme. Kwa baadaye mambo yatakuwa sawa. Kakwe machiza ku. Kakwe machiza. Wewe mwenyewe unatakiwa kusimamia ufanye. Sasa mganga. Katika ufumbuzi wako wewe ulikuwa unawaza nini? Maana tunakoelekea yule binti akipatikana na kuletwa katika himaya hii, kuna machafuko makubwa mno yatatokea. Na mfalme hawezi kukubali yule binti asifike katika himaya yake. Yeye anachokihitaji yule binti afike katika himaya yake kwa haraka zaidi. Sasa mganga, hapa naona cha kufanya. Hebu ngoja tuwasikilizie wazee wa baraza watasemaje. Ninaona kwenye milima binti anaitwa, kwenye milima ya mababu, kwenye mizimu ya mababu binti anaitwa kule. Hao watu muweza hata kidogo, na kuhakikishia hilo. Binti ana nguvu ya kifalme na atatawala. Unaweza ukaenda. Basi nashukuru. Yeni. Waisha kuni. Kwanza kuni za shida hadi nimechoka jamani. Kweli? Za shida kweli. Weka hapa mdogo wangu. Haraka twende nyumbani. Alafu. Wewe ana wewe. Tena na wewe. Najua nilisikia habari kuwa Anese mtoto wa mfalme kabisa wa kuzaa. Hebu naambia, alafu wewe makaa naye haiwezekani wewe ufahamu. Hapana, sijui chochote, lakini kuna taarifa niliwahi kusikia kwa mganga wa Anese. Na kweli nilivyomcheki hivi, ana alama fulani hivi inaonyesha kwamba ni alama ya kifalme. Kwa kweli nilishindwa kuelewa. Sasa hivi sielewi kinachoendelea. Wewe hizo habari umezipata wapi? Shogawa, kwa vile mimi na wewe tumetoka mbali, ilikuwa ni siri yangu, lakini kwa sababu wewe tunaheshimana sana, tunapendana, tumetoka mbali, naweza nikafanya. Mora Bwana Edu. Niambie. Kuna kitu nataka nikuulize ndugu yangu, nisaidie. Nataka nikuulize swali ndugu yangu, kwa sababu hapa kijijini kwetu hapo eti mfalme ana mtoto. Ndio, ana mtoto na ni binti. Amezana nani hapa kwenye kijiji chetu hapa? Inasemekana kwenye ujana wake na alifanikiwa kupata huyo mtoto na ni binti.
Mbona hizo taarifa zimesambaa katika hiki kijiji chote, wanajua kwa kuwa mfalme ana mtoto wa nje ya ndoa. Sasa uone hapa kijijini kwetu kutakuwa na changamoto kubwa sana. Na inavyosemekana huyo binti ana alama ya ndege hapo kwenye begi. Kwa bibo mayo. Nikwambie kitu. Nikwambie tu achane nalo hili. Kwanza unaweza wakapita hata watu hapa wakatusikia tunazungumzia nini. Ndio. Mimi naenda hapo juu. Sasa ngoja na mimi nielekee katika majukumu. Na mimi nikaangalia tu ng'ombe tu wangu tuko hapo. Sawa sawa. Si unajua sisi wachunga ng'ombe, si unajua? Sawa. Lazima ukaende kaangalia kama mali kako pale. Baadaye basi. Sawa, tuonane. Haya hapo. Wewe ni pakajani lokera. Ayo mbali zangi ntomo naka. Ili dakika 20 zikiisha. Naomi. Vipi mkimara? Muda mrefu. Malkia. Yaani hapa sasa naelekea Disani. Samahani, nilikuwa na kazi nyumbani. Sio unanipenda. Sasa mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Naomba ondokeze hapo kidogo, ukiniambia tu kidogo, baadhi ya siku nitakubalia mtaa. Sasa hapo umeanza kusema. Kwanza njoo. Nachanganyikiwa. Ulikuwa unataka madini. Sasa sikiliza. Njoo tena ya mwisho nikueleze yote. Wewe bana na wewe, hebu tuzungumze vingine kwanza. Au mengine mimi nitakupangia vyote ambapo utaniambia hapo kasi. Unataka kulingia vyako si? Sio kulingia vyangu, maana mimi nataka kubadilishana. Nipe changu, na mimi nipe changu. Mimi nitaondoka. Mchumu nikwambie. Sasa ni kwamba mfalme ni mshenzi. Mfalme ni mshenzi. Nakupa hii siri nyingine nzito. Usimwambie mtu. Sawa, mimi siwezi kumwambia mtu. Si unamfahamu mzee Mwita? Namjua yule mzee yule. Wa kule chini. Namjua vizuri. Namfahamu sana tu. Mzee Kimaro. Namfahamu. Niahidi kwanza umwambie. Mimi siwezi kumwambia mtu walai kabisa na kuapia. Siwezi. Sasa sikia. Wale wazee waliniambia mimi. Ukatafute yako katoto.